Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu siku huu: amri ya kutotoka nje usiku jijini Dar es Salaam yaondolewa, huku familia za watu waliofariki au kupotea wakati wa maandamano wiki jana nchini humo zikiwatafuta wapendwa wao. Raia nchini Tanzania hii leo wameanza kurejelea shughuli zao za kawaida baada ya serikali kuondoa vikwazo vya usafiri, ikiwemo amri ya kutotoka nje usiku jijini Dar es Salaam. Aidha, huduma za interneti zimerejeshwa, japo bado kuna changamoto za upatikanaji wa mtandao katika baadhi ya maeneo. Haya yote yaliwekwa kufuatia maandamano yaliyozuka Jumatano wiki iliyopita, wakati taifa hilo likishiriki uchaguzi mkuu ambao Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi kwa karibia 98% ya kura na kuapishwa. Lakini hayo yakiendelea, familia nyingi zinawatafuta wapendwa wao ambao hawajaonekana tangu vurugu za siku ya uchaguzi. Tumezungumza na mkazi mmoja wa Dar es Salaam ambaye kwa sasa anaomboleza kuuawa kwa jamaa wake wawili, huku wengine wawili wakipigwa risasi na mmoja mpaka sasa hajulikani alipo. Tumebana jina lake kwa sababu za kiusalama. Tulikuwa tupo ndani ya geti, tukashangaa mmoja wetu ameanguka na wapili wetu ameanguka, risasi ziliwapiga. Tukabahatika kuwachukua kuwapeleka Muhimbili. Wako Muhimbili wanapata matibabu, na hao ni watoto wa upande wa mjomba ambao amezaliwa na mama yetu. Upande wa binamu yetu, kwa upande wa Arusha, ndugu yetu mmoja alikuwa naye kwenye usafiri wa bodaboda, akawa anasafiri anaelekea nyumbani, akapigwa risasi, wakampeleka hospitali akafariki. Kama familia wakamchukua wakaenda kumhifadhi hospitali ya Mount Meru Arusha. Mwili wake umepatikana huyo. Na mwingine alikuwa ni maeneo ya Mabibo Dar es Salaam, alikuwa tu ndani muda wa jioni, akasema wacha nitoke nitafute chakula lunch hapa. Ile ametoka tu hivi kufika tu ndo anakaribia kuona barabara hivi, akashangaa amepigwa akaanguka. Hamna mtu aliweza kumchukua kwa sababu ya zile taharuki za kukimbia huku na kule. Mwili wake umechukuliwa na gari la serikali na mpaka sasa hivi hatujui alipo. Tuzungumzie wale ambao mlikuwa mmeketi pamoja, walikuwa na majeruhi kiasi gani? Wao tulipeleka katika hospitali ya Muhimbili. Ndio, huyo mwingine hajafungwa antena mpaka sasa hivi. Huyo mwingine ameshafungwa, yule alipigwa ya mkono ameshafungwa antena. Huyo mwingine bado anaendelea na matibabu, alivunjika paja. Na hatimaye hapo maeneo ya Mkwajuni walikufa watu ambao ni zaidi ya 10, na zingine nao kilipu kama za watu wa 3 nilibahatika kuwachukua kwa mbali. Walipigwa risasi hapo muda wa saa 10 jioni, na muda huo kulikuwa hamna maandamano, maaskari walikuwa wanapita na kupiga risasi ovyo. Na tunapozungumza kwa sasa, wale ambao unadai kwamba walipigwa risasi na mkawapeleka Muhimbili, wapo Muhimbili, bado hajaruhusiwa kutoka. Wewe mmoja anaweza akaruhusiwa kutoka leo, ule wa mkono ameshafungwa antena na vidonda shafungwa. Yule mwingine bado ule wa paja hajaweza kufungwa antena na anasubiria